Leo hii nipo hapa lengo na dhumuni kutaka kuhakikisha kila kitu kinakwenda vizuri mara baada ya kupata mkasa bwana kutoka kwa mwenetu wa kumuita Mshihiri ambaye ni mwimbaji wa nyimbo mbalimbali Tanzania. Anazungumzia Bongo Flava pamoja na nyimbo za gospel. Bwana Mshihiri bwana ameamua kuweka wazi amepigwa yeye na mke wake. Akasema hapana, ni kweli kitu kimetoka. Bwana Mshihiri, mambo vipi? Bwana poa. Uko poa kabisa? Niko fresh. Bwana upo live hapo kwa faida ya mtazamaji ambaye anatutazama saa hizi hapa, angependa kujua labda kwenye hizi skendo ambazo zinaendelea mtaani, zinazoendelea kwenye sehemu mbalimbali, kwamba wewe ni miongoni mwa wanaume ambao umepigwa na mke wako bwana. Sasa kwani kuna kosa kupigwa na mke wako? Kwa hiyo umepigwa kweli mzee? Kitu cha kawaida, yaani mapenzi kanipiga, sawa. Hamna kosa. Kwani kuna kosa gani babu? Hebu kwa faida ya mtazamaji ambaye anatutazama sasa hivi hapa, ilikuwaje yani mpaka mke wako akakupiga? Tulikuwa tumepishana tu kauli hivi fulani, na mimi nilikuwa na stress zangu, nilikuwa hivi na hivi. Kwanza kwa nini wanauliza mambo mengi mzee? Unajua mara baada ya vitu kama hivi kuwa vinaendelea kwenye sehemu mbalimbali na skendo ambazo zinaendelea mtaani, tunasema hapa hili linalozungumzwa ni la kweli, isipoangalia sio ni mwenetu kabisa. Lakini unajua hivi vitu vingine viko ndani ya tuseme yani viko ndani ya familia. Sasa lakini kuvitoa hivi kuongea eti online kila mtu anaona sio jambo zuri kwanza. Lakini mimi nimepigwa, kwani kuna ubaya gani mzee? Umepigwa kweli mzee? Nimepigwa kweli na mke wangu. Bwana mpenzi mtazamaji, kuna Mshihiri hapa ambaye ni msanii wa nyimbo mbalimbali, nazungumzia nyimbo za Injili na nyimbo za Bongo Flava. Sasa Mshihiri, tungependa kujua labda umepigwa kweli na mwanamke, na tumeona umeamua kuliweka wazi. Ni wanaume wachache sana ambao wana uthubutu wa kuzungumza kitu ambacho ni cha ukweli, reality, yani ya kuwa nimepigwa kweli. Ujasiri huo kweli unao? Hiki ni kitu cha kawaida mzee. Kupigwa ni kitu cha kawaida. Ni kitu cha kawaida tu. Kwani wanawake hawana nguvu za kupiga? Nguvu inaweza ikawepo, lakini sasa sio nguvu sasa kuiweka wazi kwamba mimi nimepigwa na mwanamke wangu kanitandika kabisa ngumi. Mimi nimepigwa mzee na mke wangu. Kanipiga kweli. Alikufanyia? Kulikuwa kuna mambo tu fulani. Mshihiri, tuambie ukweli bwana. Watazamaji wanakutazama pale. Alikufanyia? Kiukweli ni kwamba kulikuwa kuna mambo tu fulani hivi alikuwa anaendelea. Na huko kunipiga kwenye sio kwamba kanipiga sana eti mpaka kanivimbisha. Hakuna kitu kama. Akakupiga kidogo tu. Lakini kakupiga. Ndio wanavyosema. Wanasema kanipiga, lakini ni kweli kanipiga kidogo. Nilitamani watazamaji wangemuona huyo shemeji ambaye kakupiga wewe. Yupoje? Hebu kwa kuelezea tu jinsi alivyo. Ni mtoto tu mzuri, ukimwangalia mtoto mzuri, kaumbika, ana nguvu zake vizuri. Oya, tuachane na hayo bwana. Tuachane na hayo. Bwana tuachane nayo. Wewe umepigwa na mwanamke kabisa anakupiga Mshihiri. Kwani kuna ubaya gani baba kupigwa na, yani kuna ubaya gani kupigwa na mwanamke labda? Kuna kitu yani wewe ni kitu gani ambacho wewe labda unaona yani kimekaa vibaya yani labda sana eti kupigwa? Mbona watu wanapigwa tu mzee na wake zao? Wanapigwa wewe mimi sipigwi. Kwa hiyo uko tayari akutandike tena? Siko tayari anipige. Ikisema tu ndio hivyo. Kanibahatisha kanipiga kidogo basi. Sio kama kanipiga sana mzee. Basi tu kwa sababu wanavumisha tu. Lakini kakupiga. Yani kabahatisha. Unajua? Hapo nilikuwa katika mudi nyingine. Kwa hiyo umemwachia ama alikuzidi? Hapa wapenzi watazamaji wanakutazama saa hizi hapa. Wangependa kujua kweli mke wako kakupiga. Je, alikubahatisha ama ilikuwa ni kweli umwezi? Kusema kweli ni kwamba mimi mke wangu waga sinaga tabia ya kumpiga mke wangu. Yaani ile kumpiga mke wangu waga kwanza ni muoe. Lakini wewe ndio una tabia ya kukupiga. Yaani sasa huko kupigwa hatupigani, huwa sema yani ndio hivyo kwamba kapandisha hasira tu kidogo kwamba vikofi kadhaa tu basi. So nasikia mzee watu ulikuwa unaita bwana. Naua. Watu wanakuja pale wanakuta wewe ndio umewekwa chini unapigwa. Sasa ile kabahatisha kuniweka chini, lakini sio kwamba sasa mbona ulipiga kelele wewe kwamba wewe ndio unaua? Hayo maneno ya watu mzee. Wewe hujapiga kelele. Hayo ni maneno ya watu hapo. Watu wamejuaje sasa kama unapigwa Mshihiri? Sasa wewe unakwambia wewe anapigwa akapiga kelele. Lakini wewe si umekiri kwamba umepigwa? Kunipiga kanipiga, lakini sijapiga kelele.
Wewe mpenzi mtazamaji ambaye unatazama sasa hivi, maoni yako ni yapi? Je, kupigwa na mke wako ni sahihi na kuweka wazi? Je, wewe ambaye unatazama sasa hivi unaweza kuweka wazi ukipigwa na mkeo? Basi usisahau kushare, kucomment, kusubscribe na kulike. Shili, kwa kumalizia, ungependa kuambia nini baadhi ya wanaume ambao wanaficha pale wanapopigwa na wake zao? Sasa unaficha nini? Hawezi kuficha. Kama umepigwa unasema umepigwa. Unaficha kitu gani? Kwanza mimi nampenda mke wangu. Yaani waga sijai kumpiga mke wangu. Lakini wewe kakupiga. Mimi kanipiga. Bwana, shukrani sana Mshili. Aisee poa. Bwana, unaweza kuwa unajiuliza mbele ya kamera ni nani hapa? Si mwingine ni yule wa kuniita Abbas Juma aka Papa wa Kitanga MC, mwamba wa milima ya Usambala, brand from Korogwe, ukipenda niite mtu mnene. Leo kapigwa Mshihiri, kesho unaweza ukapigwa wewe na tukafika. Shukrani sana.